Leo tunaendelea mbele kuhusu darasa letu la kujifunza kamera. Last time tulijifunza kuhusu shutter speed, nikawaambia kwamba next time video itakayofuata tutajifunza kuhusu aperture lakini pia kuhusu ISO. So bila kupotezea muda tuingie katika darasa letu. Symbol ya aperture yenyewe inakuwa na F afu 1 point fulani. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.8, 4 point ngapi, lakini yenyewe inakuwa point. Ila ikishaendelea mbele mpaka inapofika kwenye 9 inabadilika katika pointi, afu inakuja katika namba kamili kwamba inakuwa 11, 12 mpaka 22. Lakini sasa aperture yenyewe ya tofauti kidogo. Aperture hatuipati katika kamera. Aperture tunaipata katika lens. Kwa nini nasema aperture iko katika lens? Ukichomoa lenzi katika kamera, let's say hivyo, ukichomoa hii lenzi katika kamera, hii kamera hapa inakuwa haisomi aperture. Aperture yako inasoma 0. Na ukiipachika itasoma aperture ambayo iko katika lens. Ukiona katika kamera yako, ukiona sehemu wameandika F namba 1.8 au namba 2.8 au namba 4.0 na kuendelea huko, hiyo ujue ni aperture. Sasa je, aperture ina kazi gani? Aperture ina kazi mbili pia, kama vile ilivyokuwa shutter speed. Tuliongea kuhusu shutter speed. Wewe ambao ulikuwa hujafuatilia video ya kwanza, na kuwekea link hapo ili uiclick, itakupeleka kwenye video ya kwanza. Utajua nini maana shutter speed, lakini utajua kazi yake, ili kusudi uweze kujua leo kuhusu aperture. Kazi ya kwanza ya aperture ni kuleta blur. Sasa blur yake sio sawa na ile blur ya kwenye shutter speed. Hii blur tunayozungumzia hapa ni kama uangavu au ukungu au kitu ambacho kina blur, yani kitu ambacho kimepigwa blur hakionekani. Hiyo ndo kazi ya aperture. Blur inakujaje au blur unaipataje? Nataka nikupe mfano. Weka vidole vyako hivi viwili, sawa? Na ukishika vidole vyako hivi viwili, angalia kidole kimoja. Wewe unavyo concentrate na hichi kidole, hiki kidole cha huku unakuwa haukioni. Yaani unakuwa unakiona lakini unakiona kama si sawa na unavyokiona hiki. Hiyo ndo kazi ya aperture. Na zaidi sana ni kwamba vidole tunaviweka hapa, si ndio? Vidole viko hivi. Kidole hiki ukikipishanisha, ukiwa unaangalia kidole hiki cha kwanza huku, basi kidole cha huku unakiona kama kina blur. Hii ndio kazi maalum ya aperture. Na sio tu blur itakuwepo huku haipo. Unaweza pia ukafanya vice versa. Ukaangalia kidole cha huku, alafu ujaribu kuona hiki cha huku unakiona. Ukiconcentrate na kidole hiki cha kwanza, hiki cha huku unakiona kama kina blur. Hiyo ndio experience ya mambo ya aperture. Aperture inapokuwa kubwa, blur inapungua, na inapokuwa ndogo, blur inakuwa kali. Lakini haimaanishi ikiwa kubwa ni mbaya, ni vibaya, na ikiwa ndogo ni vibaya. Hapana, haimaanishi hivyo. Let's say unapiga picha watu zaidi ya 5. Hao watu hauwezi ukawapiga picha ukatumia aperture ndogo. Kwa sababu ukitumia aperture ndogo, kama watu wamekuzunguka hapa, mimi hapa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, ukinipiga picha ukiwa una aperture ndogo katika kamera yako, basi it means mimi utanipata, alafu hao wengine hautowapata, utapata blur. Sasa ili uweze kuwapata group photos, lazima aperture yako iwe nini? Iwe kubwa. Na tunapendelea iwe kubwa labda kuanzia at least 3.5 au 4 na kuendelea. Hapo unakuwa una uwezo wa kupata watu zaidi ya 3 ambao wamekaa katika laini moja. Ukiwa unapiga picha za portrait, labda mtu mmoja mmoja, ile tunakushauri utumie aperture ndogo ili uweze kupata blur nzuri. Na kama pia unatumia lens ambayo inakuruhusu kupata blur, let's say labda 1.4, basi tunakuruhusu mzee, hapo fungua aperture iwe ndogo kulikweli, ili unapopiga picha yako ishine. Blur ile ndio inaleta picha iwe kali. Kwa hiyo unapopata blur, unapata picha bora zaidi. Tumesema kazi nyingine ya aperture ni mwanga, kuongezeka kwa mwanga na kupungua. Inaongezekaje na inapunguaje? Aperture inapokuwa juu ndipo mwanga unapungua. Yaani yenyewe ikizidi kupanda juu, na kupanda juu kuanzia pale ambapo lens yako inakuruhusu. Labda let's say lens yako ina aperture 1.8. Kwa hiyo tukisema kupanda juu, maana yake labda 2.8,
labda 3.4, 4.7 hivyo. Yani the way inavyozidi kupanda ndipo mwanga unapungua katika kamera yako. Lakini pia vice versa yake, aperture inapokuwa chini, mwanga unaongezeka. Hiyo ndio kazi ya aperture katika mwanga. Lakini pia kazi pia nyingine ya aperture ni katika blur. Na hilo ndo darasa letu la kuhusu aperture. Kama kawaida unayenifuatilia kuanzia darasa letu la kwanza lilipoanza season 1 episode 1, na hili ni darasa la pili season 1 episode 2, na tumejifunza darasa la kwanza kuhusu shutter speed, na leo tumejifunza kuhusu aperture. Ni matumaini yangu kwamba wewe umeelewa kwa upana kuhusu aperture na kazi zake. Next time tutajifunza kuhusu ISO, kwa sababu combination ya shutter speed, aperture na ISO ndio inatupa muonekano mzuri katika picha yetu. Kila picha unayoiona vimetumika hivyo vitu vitatu ili kuipata picha. So endelea kuwa pamoja nami katika chaneli yangu na tutajifunza mambo mengi sana kuhusu kamera. Mimi naitwa Kelvin Masawe na kufikishia tutorial za kujua kamera kwa lugha ya Kiswahili kabisa.